So ukisoma katika Zaburi 104 mstari wa ukisoma Zaburi ya 104 mstari wa 22 anasema hivi, hao wote wanakungoja wewe uwape chakula chao kwa wakati wake. So we are waiting on God kwa wakati wake afanye delivery of what we prayed for. Anasema hao wote, yani mimi na wewe, wanakungoja, yani tunamngoja Bwana. This means kuna wakati wa kungoja, wakati wa Mungu aweze kutupatia kile ambacho ameshakiandaa kwa ajili yetu. Lakini pia kitu kingine ni kwamba tunapoingia 2026, jitahidi sana ualign na tune into that frequency to receive what God has already released for you. How tunawezaje kutune your frequency, au to tune into that realm? It's only by prayer. Kwa sababu vitu vimeshaachiliwa kwa ajili yetu. Huenda 2025 tulidelay kwa sababu hatukusimama kwenye nafasi zetu katika kuomba na kusoma neno la Mungu na kudeclare. So 2026 we declare and decree kwamba whatever that ambacho kilitakiwa kifanyike 2025 na hakikufanyika, uende kwa sababu hatukusimama katika nafasi zetu, uende labda hatukutambua hicho, kwamba tayari mambo yameshaachiliwa, ni sisi tu, ni kitendo cha sisi tu kuyavuta yale mambo kwa maombi. It's gonna be done in 2026. And don't be surprised, even before you cross to 2026, utaanza kuona the manifestation of the power of God. So I'm here to encourage you. We don't give up here. We don't give up. We pray until things happen. We pray, we cry out to God until vitu vinatokea. Na atukubali uonevu wa adui uje usimame na kuanza kutupangia kitu gani cha kufanya na kitu gani ambacho cha kufanya. Because tumeambiwa tunayo mamlaka ya kuamrisha mlima wote ule ambao uko mbele yetu, tukaamrisha ukaenda ukang'oka na kutupwa baharini. Kwa sababu amesema ametupatia sisi nguvu na uweza ukanyaga nge na nyoka. Na kile elimu inayojiinua kinyume na elimu ya kimungu kwenye maisha yako, unayo haki na unayo mamlaka ya kuamrisha vikatii nguvu za Mungu. So I'm here to tell you this. Most of the time tunaweza tukawa tunateleza, tunasahau, tunakuwa tunajitamkia vitu ambavyo vinawezekana mkubwa kana vika vinachukua nafasi kubwa sana, vya kuzaa matunda ambayo ni adui. Nikimaanisha kuzungumza, kutamka. Neno la Mungu linasema kwamba kwa maana uweza wa uzima ungali katika ulimi, kwamba kinywa chako kina uwezo wa kujenga na kubomoa, kina uwezo wa kuua, kina uwezo wa kufanya kitu kiendelea kuwa hai. So let's be so very careful the way we speak to ourselves, ili tuweze kuwa beneficiaries wa vile ambavyo tayari vimeshaachiliwa kwa ajili yetu, ili tuweze kuwa wanufaika wa kile chakula, ile mana iliyoachiliwa kutoka mbinguni, ikaweza kualign na ikatukuta tuka align na kuvipokea at the right time. So learn how you speak to yourself. Learn how you speak to the things that surrounds you. It doesn't matter nyakati, majira. Uenda wengi wakawa nalalamika, sasa hivi kuko hivi, unajua kwa hali hii. No, sisi neno la Mungu linasema kwamba kwa maana sisi tunatokana na yeye. Hii hapa imesema kwa maana kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vyote vinavyoonekana sivyoonekana.
Anasema vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Mimi na wewe ni kwa ajili ya Mungu. Mimi na wewe tuko hapa duniani, tunaishi ya maisha hapa duniani sasa hivi ni kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili gani? Kuyaleta na kuyatimiza na kuyadhihirisha yale matendo makuu ya Mungu hapa duniani. Mimi na wewe ni kwa ajili ya Mungu kuonyesha uweza wake kupitia sisi. So we better be very careful on how we speak, on how tunawaza. Mawazo pia yanaweza yakawa ni mlango mwingine wa adui kuzuia wewe kualign na ile baraka iliyoachiliwa na Mungu. Unawaza nini? Unaongea nini? Unatazama nini? Unaji-associate na nani? You better be very careful. I need to tell you this. Spiritual life is more active than physical life. Maisha ya kiroho ni halisi sana. Katika maisha ya kiroho na ya kimwili, maisha ambayo ni halisi sana kwa 100% ni maisha ya kiroho. Maisha haya ya kimwili, according to what I know, ni 70 au 80. Everything inaanzia katika ulimwengu wa roho. Neno la Mungu linasema kwamba kwa maana vita zetu si juu ya damu na nyama, ila ni katika ulimwengu wa roho. Go and read your Bible. So whatever that you speak, unavyojiona, neno la Mungu linasema kwamba vile jionavyo mtu ndivyo alivyo. Kile kinachomtoka mtu ndicho kilichojaa katika moyo wake. Means kinachokutoka hapa, kama ni chuki, that is who you are. Kama ni maumivu, that is who you are. That is what defines you. Kwa hiyo what you say is what will happen. Unachokizungumza katika ulimwengu wa mwili, haya katika maisha ya damu na nyama, macho ya damu na nyama, ndivyo ambavyo umeshakitamka katika ulimwengu wa roho, na kitamanifest, kitajitokeza, kitakuwa. So know the power of the tongue that you have. Okay? Na ninachotaka kukuomba ni kwamba 2026 pray. Omba maombi ambayo yatarenew your mind. Understanding and the wisdom of God. Pray for that, and it shall be as it is in heaven. As long as the way you speak, the way you believe, it's aligning with the word of God, nothing is impossible with our God. So, here's 2026 coming. Ni wewe mwenyewe kuamua unataka nini kifanyike in 2026. Ni wewe mwenyewe kuamua ni kitu gani kitokee katika maisha yako, either ya kiroho na ya kimwili, katika mwaka 2025. Don't give up. Don't give up. Don't give up. That is not our portion. Tumepewa roho ya ujasiri kama simba. Jua position yako katika mwili wa Kristo. Jua nafasi yako. God bless you. I hope this will change your mind. I hope this will hit in your soul, your spirit, and your body, and it will transform you. And my prayer is that Yesu akulinde, Yesu akutunze, Yesu akubariki, uvuke mwaka kwa ushindi. In the name of Jesus the Christ, I pray. Amen. Stay blessed, and thank you for watching. Bye.